Ndo mimi dalali Kibavu. Unataka cha moto au unataka cha baridi? Umepata bosi wangu. Kiko cha 45, kiko cha 55 mpaka 15. Unaitwa mtumishi eh? Hebu nipe location tafadhali bosi wangu. Umepata. Yeah. Bwana tumsifu Yesu Kristo. Sasa hizi. Salama. Karibu. Asante. Nafikiri ndo mtumishi mtakachumba. Ndio mimi Bwana Kibavu. Naam. Umeniweka sana. Pole sana. Dharura inaharibu taratibu. Lakini sio mbaya, nilikuwa hapa na msifu Bwana. Jambo jema sana. Kunena alokuwa moyoni. Sawa. Sana. Sasa tuanzie kwenye chumba cha 45 mtaa kwa mfuga mbwa au cha 25 mtaa wa Malembe? Hapana. Mimi nafikiri cha 45 ndo kizuri zaidi. Ndio kizuri zaidi. Chumba umepata mtumishi. Nataka cha umeme. Umepata? Sawa. Cha moto? Cha moto. Sawa. Mtumishi, huu mtaa unaitwa kwa mfuga mbwa. Ndio. Yaani miaka 80 kuna mzee mmoja Kiendeleko alikuwa hapo nyuma. Anafuga mbwa, alikuwa na mbwa wengi kuliko watu. Kila ukipita wasikia vuvu. Yaani ni hatari kwa kweli. Na yote ilikuwa kwa sababu ya ulinzi na sio kitu kingine chochote. Lakini sasa hivi hakuna mbwa. Sasa sijui kama kuna ulinzi. Kuna ulinzi wa asili. Yaani umetibia karibu street kwa mfuga mbwa. Mfuga mbwa. Karibu mtumishi. Asante. Binti Nderema. Asante. Sina maneno mengi. Asante. Sitaji mambo mengi kabisa. Huyu anaitwa Binti Nderema, ni mtoto wa mwenye nyumba hapa. Mama, karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa masomoni huko mbalimbali huko wasomi hawa. Mungu akubariki. Karibu sana mtumishi. Wa kutosha kabisa. Ndio. Sio kama nyumba zingine tu. Unazikuta tu. Mtoto wa miezi 10, mtoto wa miezi 5, mwingine mtoto wa miaka 2, yani ni kelele tu. Kama kliniki. Huku utulivu. Chumba umepata. Na hapa? Sasa hapa hii ni sebule. Unaweza mkashare mkachangia, lakini kwa sababu mko wapangaji wachache, hakuna vurugu. Inaweza ikawa ukajimilikisha, ndio umepata chumba pamoja na sebule. Yaani TV unaweza kaitoa ndani, kaileta sebule. Ile vile unapotaka. Matata sana. Kwa hiyo tuna share, hakuna shida kabisa, chumba umepata. Sawa. Karibu. Hodi. Itakuwa vyema ndio ukienda kunionyesha na choo. Unataka choo? Nataka choo. Chumba ni choo. Basi tuelekee. Unataka choo? Yeah. Umepata choo? Bwana Kibavu. Karibu uone choo. Sawa. Bwana Kibavu. Naam. Hiki ni nini hiki? Hichi ni chumba. Huu ni mpagaji mwenzako, shabiki wa Manchester United pamoja na Simba. Yaani kama unapenda mpira. Ndio. Wewe ni Yanga, huu ni mtani wako wa jadi. Toka sare. Hakuna kununiana. Anaonekana na shabiki ndakindaki kweli. Ndo wafia timu kweli kweli. Yaani kama wewe ni Yanga mnakuwa tu watani wa jadi. Ndio. Timu zikicheza dabi mnataniana. Basi nyumba inachangamka kidogo. Huyu shabiki kindakindaki sana anaonekana. Tumishi unapenda mpira? Sana. Sana. Huyu bwana huyu atakuwa shabiki kindakindaki sana. Bwana. Okay. Ona mkato. Sawa. Nyumba ni choo bwana. Sawa. Aha. Mbona? Leo viko pacha. Ndio. Unataka uende A au B? Ndio. Ukitaka kukoga, ukitaka kupuka. Hakuna foleni kabisa. Hakuna foleni, hakuna jamu ya hivi. Pengele hapa hakuna. Labda utoke nacho nyumbani. Hapana. Mimi bwana sina mengi unanijua. Mbona vyo? Hamna kelele. Sawa. Aisee. Una mchumba? Mtumishi. Tutaongea. Aliniambia upendi magwaya. Tutaongea mtumishi. Umeona choo lakini? Nashukuru nimekiona. Umelizika na choo? Kabisa. Mimi sinaga kazi mbovu kabisa.
Jamii na shughuli yangu. Mimi ndio dalali kibavu. Taa yote. Unanijua nani? Mimi labda niseme kitu kimoja. Ndio? Tuokoe muda. Okay. Mimi nimeridhika na hapa. Kabisa. Okay. Kama nilivyokuambia mimi napenda utulivu na utulivu nimeuona. Umepata utulivu? Mimi sijaamini kabisa. Ni mwanaume ananipeleka guest afu hela yangu anipe. Hivi ana kuingia akilini kweli wewe? Umezidi uzembe. Muone yule na alivyokaa kinyonge. Dakrishi. Tutabeti. Manake anaonekana mzuri. Sasa utulivu tu utapata, wala haina shida. Wala haina shida, utulivu tu utapata na maisha mengine yataendelea. Sawa mtumishi? Jesus Christ. Kwa hiyo huyu ndio ule shabiki ulioniambia wa Simba, si ndio? Huyu anakaa kama nyumba ya tatu hapa, wala asikushughulisha chochote. Mimi naishi humu tena huu mwaka wa 3. Na sina hata dalili ya kuhama mpaka nihakikishe najenga nyumba yangu. Okay. Sawa. Hapana. Hapana, wewe hukunielewa kibavu. Au kunielewa mimi nilivyokuambia kwamba nahitaji nyumba ya aina gani, sio nyumba ya namna hii. Wewe hukunielewa. Utulivu gani sasa hapa mimi napata? Sasa sikiliza mtumishi, hakuna tutatuta. Mimi hapa siwezi kulipia, siwezi kuishi hapa kibavu. Mimi yani ni bora wale unaweza ukawapa neno wakarudi. Hii sio nyumba nilikuwa nahitaji mimi, kibavu. Hivi hauna taufu ya Mungu kweli mimi kuniweka nyumba moja na huyu bwana? Kweli? Wale naweza nikasema kidogo, naweza nikawapa neno. Huyu mimi tutashindana na hapana kibavu. Mimi naondoka. Mimi siwezi mtumishi. Sasa mtumishi, sikiliza basi kwanza mtumishi. Yaani sikiliza basi kwanza mtumishi. Biashara unaiharibu, biashara unaivuruga. Sasa hata hauna huruma, hata pesa yangu ya mguu. Mguu gani? Mguu gani kaka? Tumetembea wote huko. Sawa? Tumepigwa na jua wote huko. Uwe na siku njema mtumishi. Waifu. Biashara imeharibika bwana. Wewe kama yale maragi umeamwaga basi yarudishe tu kwenye sufuria.